Vizuri sana mheshimiwa. Hapa umekuwa kwenye ulingo wa siasa. Na where do you cut the line, because it's very thick, it's very thin kati ya wokovu na siasa? Balance vipi? Kwanza kabisa niseme kupitia kwa ndugu zetu Waislamu, sijamwona Muislamu ambaye ameaibika kuvaa kanzu ama buibui. Na kwa hivyo kwangu wokovu sio mavazi ambao navaa na kutoa. Na kwangu maombi, prayer is a lifestyle and is a decision you make. Na safari ya kuweza kutembea na Mungu ni uamuzi. Bwana, nakubaliana na wewe na kuhitaji kila siku, saa na dakika, yawe mazuri ama yawe mabaya. Na kwa hivyo kwangu mimi kama Danieli katika serikali, ningetaka kumweleza msikilizaji wetu asubuhi ya leo ya kwamba hata Mungu hupenda wake na huwa anajichagulia. Kwa mfano, nini iliyemfanya a Hebrew boy by the name Daniel, Shadrach and Meshach and Abednego, kwa nini wakakuja wakawa wao watakuwa sio tu washauri, lakini wakakuja rise to the position of governance katika serikali ya watu ambao hawakuwa wanamjua Mungu? Ni kwa sababu kulikuwa na Musa katika nyumba ya Farao, na hata kama yeye alikuwa ni mtoto wa binti wa Farao, Bwana alikuwa na haja na yeye na alikuwa anamuandaa for a time and a season of the day of the deliverance of the children of Israel. Vile vile nayo mji wa Yerusalemu, ukiangalia Israeli, hakuna wakati Bwana hakujitengea remnant ambaye atakayobeba times and seasons za Mungu ndio zisikuje kukua derailed. And therefore mimi kwangu kama aliye mwana siasa, mwana biashara, mama, na vaa kofia mingi, hizo zote ni tajiriba za hapa duniani. Ile iliyo muhimu kwangu na ambayo inanielekeza katika nguzo za hiyo milima ile ingine ni nafasi yangu na Mungu wangu. Ukisema hivi kama mwanasiasa, usidanganywe na hao wafanyabiashara na wanasiasa. There is none of them who don't have their mounting and they don't have their God. Kuna kitu anaamini. Kuna wale wanaoamini miungu ya dunia, wengine wanamuomba ng'ombe, wengine ni ma-Freemason. Kwanza Freemason ndio hatari sana. Kwa sababu hii Freemason hawa wanajiita sijui nini, anaruhusiwa kukuwa Mkristo, anaruhusiwa kukuwa Muslim, they are allowed to practice their religion, lakini wako in a secret society. Kuna miungu yao na mambo zao za kisiri ambazo wanajifanya. Na wengi hawa ndio wamekamata nguzo za nchi, na wamekamata milima za biashara, na wamekamata milima za biashara na siasa. Kwa hivyo mimi niseme prayer is a lifestyle. Salvation to me is as daily as brushing my teeth. Ndio sababu lazima nijikumbushe katika hizi siasa. Saulu aliamini kitu na Daudi aliamini Mungu. Kuna kitu ambacho kilimpe nguvu katika mikono yake. And that swing that he was swinging when he went to attack Goliath, haikuwa tu nguvu ya hiyo sling, na haikuwa nguvu tu ya ile mawe. There was the unseen force that gave him the courage to advance, na courage ya kuweza kukutana na Goliath. Na kwa hivyo nafahamu zaidi kama mama anayoomba ya kwamba vita hata za kisiasa na za uchumi sio vita tu za kisiasa na nini, lakini bali ni vita za kiroho, na uwezi pambana nazo na uweze kusurvive and rise above all these storms, business, economical or political storms, if you don't have the one who carries the shoulders of all governments. His name is Jesus Christ. Amen.